Kuna kitu kiko ndani ya kabati lako la dawa sasa hivi, kitu ambacho kinaushambulia kimya kimya ogani yako muhimu zaidi mwilini. Ndiyo, moyo wako. Nimekuwa daktari kwa miongo miwili na nimeshuhudia watu wazima wenye afya njema kabisa wakiingia kwenye chumba changu cha upasuaji wakiwa na mioyo iliyoharibiwa. Sio na magonjwa, hapana, bali na dawa ambazo waliziamini 100%. Dawa hizi sio za ajabu, sio matibabu ya majaribio. Ninazungumzia ile dawa ya maumivu uliomeza asubuhi ya leo, ile dawa ya tumbo uliokunywa baada ya chai, hata ile dawa ya mafua ulionunua duka la jirani wiki iliyopita bila hata kufikiri mara mbili. Kile ninachotaka kukueleza leo kinapingana na kila kitu ulichoambiwa kuhusu hizi dawa zinazoitwa salama. Makampuni makubwa ya dawa hayataki ujue hili, na madaktari wengi hawatakwambia, kwa sababu wengi wao hawajatambua uhusiano huu unaoharibu maisha. Lakini nimeyaona haya kwa macho yangu mwenyewe, mgonjwa baada ya mgonjwa, moyo baada ya moyo, na sikubali kukaa kimya tena. Hadi mwisho wa maelezo haya, utaelewa ni dawa gani 5 ambazo zinadhoofisha misuli ya moyo wako kwa siri, kwa nini ni hatari sana, hasa baada ya kufikisha umri wa miaka 60, na muhimu zaidi, nini unaweza kufanya kuanzia leo ili kujilinda. Kama utafuata ushauri ninaokupa leo, na kuhakikishia, utaokoa pesa nyingi sana ambazo ungezitumia kulipia bili za hospitali baadaye. Utalinda akiba yako ya uzeeni na utakuwa na afya njema ya kufurahia maisha na wajukuu zako. Hii siyo kutisha watu. Huu ni ukweli unaoleta uzima. Kabla sijaendelea na kufichua siri hizi, kama unajali afya yako na unataka kuishi maisha marefu bila kutegemea madaktari, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe hapo chini na uweke like kwenye video hii. Ni kitendo kidogo tu, lakini kinasaidia kusambaza ujumbe huu muhimu kwa wazee wengine barani Afrika. Na niamini, kile nitakachokuambia baada ya sekunde chache kinaweza kukuongezea miaka kadhaa ya kuishi. Je, uko tayari? Tuanze na dawa zinazopatikana katika takriban kila nyumba hapa barani kwetu. Dawa za kupunguza maumivu na kuvimba. Unazijua vizuri, majina kama ibuprofen, diclofenac. Hizi ni dawa zako za kwanza unapopata maumivu ya kichwa, maumivu ya mgongo, au yale maumivu ya viungo unapotoka kufanya kazi shambani au kutembea umbali mrefu kwenda sokoni. Zinafanya kazi vizuri sana, hakuna anayebisha hilo. Lakini hapa kuna kitu ambacho hakuna mtu anakuambia. Kumeza vidonge hivi mara kwa mara baada ya umri wa miaka 60, hasa kama una wasiwasi wowote kuhusu moyo wako, ni sawa na kucheza kamari na maisha yako. Ndiyo, unacheza kamari na mfumo wako wa damu. Jumuiya ya madaktari imejua siri hii nzito kwa miongo kadhaa. Mamlaka nyingi duniani zimesisitiza kuweka maonyo wazi kuhusu hatari ya shambulio la moyo na kiharusi kwenye dawa hizi, lakini mamilioni ya wazee bado wanazimeza kila siku kama njugu, wakiwa hawajui kabisa hatari iliyojificha ndani ya kila kidonge. Hebu nikupe mfano wa mzee Juma, mgonjwa wangu wa miaka 72 aliyependa sana kulima bustani yake. Alikuwa anasumbuliwa na maumivu ya magoti na alimeza dawa hizi za maumivu karibu kila siku. Siku moja mchana, akiwa anapalilia mboga zake, alihisi kuishiwa nguvu kabisa. Alishindwa kupumua vizuri na vifundo vyake vya miguu vilivimba na kuwa mara 2 ya ukubwa wake wa kawaida. Alipoletwa chumba cha dharura, tuligundua moyo wake ulikuwa unafeli kwa kasi. Moyo wake ulikuwa tayari unafanya kazi ya ziada kutokana na umri wake, na shinikizo la damu kidogo haukuweza kuvumilia tena. Na chanzo hakikuwa ugonjwa mpya wa moyo, hapana, kilikuwa ni matumizi endelevu ya kile kidonge cha maumivu kilichoonekana kuwa salama. Inawezekanaje kitu cha kawaida namna hii kiwe kinaua kiasi hiki? Utaratibu wake ni wa siri sana. Dawa hizi zinazuia vimeng'enya fulani ili kupunguza uvimbe na maumivu, lakini kwa kufanya hivyo, pia zinaingilia vitu vinavyolinda figo na mishipa yako ya damu. Hili linaleta madhara mawili mabaya sana. Kwanza, zinalazimisha mwili wako kuhifadhi chumvi na maji. Fikiria moyo wako kama pampu ya maji. Kama ghafla kuna maji mengi zaidi kwenye mabomba, pampu hiyo inapaswa kufanya kazi kwa nguvu zake zote. Moyo wa kijana unaweza kustahimili mkazo huu, lakini moyo wa mzee ambao tayari unapambana na ugumu unaotokana na umri au shinikizo la damu, unaweza kufeli kabisa, kama ilivyotokea kwa mzee Juma. Na pili,
Dawa hizi zinabana mishipa yako ya damu na kupandisha presha. Hata kama hauna ugonjwa wa presha, dawa hizi za maumivu zinaweza kufuta kabisa nguvu ya zile dawa zako za presha. Zinafanya presha yako ipande angani bila wewe hata kutambua. Unalipia dawa za presha pesa nyingi sana, kisha unaharibu kazi yake kwa kidonge cha maumivu. Huu ni wizi wa afya na wizi wa pesa zako. Hebu niulize, naomba uniambie hapo kwenye comments. Je, umewahi kujisikia moyo wako ukienda mbio au kuhisi uchovu usio wa kawaida baada ya kutumia dawa za maumivu ya viungo kwa muda mrefu? Tuongee hapo. Watu wa busara wanajifunza kupitia uzoefu wa wengine. Andika uzoefu wako, tutaokoana hapa. Ni muhimu kuelewa kwamba hatari hii inategemea dose na muda. Dawa kama diclofenac na dozi kubwa ya ibuprofen zinahusiana sana na matatizo haya. Na hili litakushtua kama unatumia dozi ndogo ya asiprini ili kulinda moyo wako. Baadhi ya hizi dawa za maumivu zinaweza kubatilisha kabisa ulinzi huo. Sasa, ufanye nini? Suluhisho sio kuteseka na maumivu, hapana. Suluhisho ni kufanya mazungumzo ya wazi na daktari wako. Muulize, daktari, kulingana na historia yangu ya afya, ni chaguo lipi salama zaidi kwangu la kupunguza maumivu? Kuna mbadala. Wakati mwingine, dawa za kawaida za maumivu zisizo na kizuia uvimbe kikubwa zinatosha. Nyakati nyingine, dawa za kupaka zinazofanya kazi kwenye eneo husika tu ni chaguo bora sana. Fikiria jinsi ambavyo kuepuka vidonge hivi leo kutakuokoa na gharama kubwa za kulazwa chumba cha uangalizi maalum kesho. Ni uwekezaji mkubwa kwa afya yako. Na kama ni lazima utumie dawa hizi, kanuni ya dhahabu ni dozi ndogo sana kwa muda mfupi sana. Sasa tunafika kwenye dawa inayofuata, na hii itakushangaza kabisa, kwa sababu inauzwa na kutangazwa kama mlinzi wa tumbo. Ninazungumzia zile dawa za kuzuia asidi tumboni. Utazijua kwa majina kama omeprazole, pantoprazole, lansoprazole. Hizi ni miongoni mwa dawa zinazoandikwa zaidi duniani kote. Mamilioni ya watu wanazimeza kila asubuhi, karibu kama ibada. Wanazimeza kwa ajili ya kiungulia au kulinda matumbo yao dhidi ya dawa nyingine kama zile za maumivu tulizozijadili hivi punde. Na hapa ndipo kuna kichekesho chenye uchungu. Dawa iliyoandikwa kukulinda kutokana na hatari moja inatengeneza hatari nyingine kubwa kupitia mlango wa nyuma. Hebu nikushirikishe hadithi ya Mama Amina, mwanamke wa miaka 68 ambaye aliandikiwa omeprazole kwa ajili ya kiungulia kilichokuwa kinamsumbua mara kwa mara. Aliambiwa aimeze maisha yake yote. Kiungulia chake kilipotea na hakuwahi kuhoji tena. Miaka kadhaa baadaye, wakati wa ukaguzi wa kawaida wa afya, kipimo chake cha mapigo ya moyo kilionyesha kitu kisicho cha kawaida kabisa. Vipimo vya damu vikafichua chanzo. Kiwango chake cha madini mwilini kilikuwa kimeshuka kwa hatari sana. Sikiliza kwa makini. Madini haya ni mlinzi mkuu wa mapigo ya moyo wako. Yanapopungua, moyo wako unakosa utulivu wa umeme. Unakuwa kama kwaya inayokosa kiongozi wake, na mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida na ya hatari sana yanaanza kujitokeza. Chanzo cha upungufu wa Mama Amina: matumizi ya muda mrefu ya omeprazole. Dawa hizi zinapunguza asidi tumboni, lakini hiyo asidi ni muhimu kabisa kwa ufyonzaji wa virutubisho. Unapoizuia kwa muda mrefu, ufyonzaji wa virutubisho muhimu unashindwa kabisa. Na haishii hapo, kuna kitu ambacho kinatupa wasiwasi zaidi. Tafiti nyingi zimegundua uhusiano kati ya matumizi ya dawa hizi na kuongezeka kwa hatari ya shambulio la moyo. Ndiyo, shambulio la moyo. Nadharia moja inaonyesha kuwa dawa hizi zinaweza kupunguza kemikali inayofanya mishipa ya damu yako iwe nyumbufu. Ikishapungua, mishipa inakuwa migumu na kutengeneza mazingira kamili ya kupata shambulio la moyo. Zaidi ya hayo, dawa hizi za tumbo zinaweza kuingiliana na dawa muhimu sana za kuzuia damu kuganda ambazo hupewa wagonjwa waliopata shambulio la moyo. Zinafanya dawa hizo za ulinzi zishindwe kufanya kazi vizuri na kumwacha mgonjwa akiwa kwenye hatari kubwa. Tatizo ni kwamba dawa hizi zimechukuliwa kama kitu cha kawaida tu.
Zilitengenezwa kwa ajili ya matibabu ya muda mfupi, wiki 4 hadi 8 tu, lakini leo hii zimekuwa suluhisho la kudumu kwa matatizo ambayo mara nyingi yangetatuliwa tu kwa kubadilisha tu mtindo wa maisha na chakula. Unanunua dawa hizi kwa pesa zako mwaka hadi mwaka, na mwishoni unajikuta umetengeneza ugonjwa wa moyo ambao utagharimu milioni kuutibu. Huoni kama huo ni mtepa? Kama umekuwa ukitumia dawa hizi za tumbo kwa miezi au miaka, usiache ghafla. Kufanya hivyo kinaweza kuwa hatari, lakini zungumza na daktari wako. Muulize, je, kweli ninahitaji dawa hii kwa muda mrefu? Tunaweza kupunguza dozi? Je, kuna njia mbadala ya hii? Na kama ni lazima uendelee kutumia, ni lazima daktari wako apime viwango vyako cha madini mara kwa mara. Chukua hatua hizi leo na utaulinda moyo wako, utaokoa pesa zako za uzeeni na utaishi kwa amani zaidi. Kabla hatujaendelea na dawa zinazofuata ambazo zinajumuisha hata zile za mafua ya kawaida tu ambazo unazinunua bila wasiwasi, nataka nikukumbushe jambo moja la muhimu sana. Kama unajifunza kitu hapa leo na kama unaamini katika nguvu ya maarifa ya kitabibu yanayoweza kuokoa maisha, tafadhali subscribe kwenye channel hii sasa hivi. Tuko hapa kujenga jumuiya ya wazee wenye afya imara na akili timamu, wazee ambao hawadanganyiki kirahisi. Shirikisha video hii kwa marafiki zako, kwa sababu ujumbe huu ni ulinzi wenu na umoja wetu ni nguvu yetu. Sasa tuendelee na dawa namba 3, dawa ambayo karibu kila mtu anayo nyumbani kwake. Tumefika namba 3, zile dawa za kunywa za kuzibua pua wakati wa mafua na kikohozi, zile zenye viambato vya kusisimua vinavyopunguza msongamano puani. Hizi huonekana kama suluhisho la miujiza kwa ile pua iliyoziba isiyokupa amani usiku. Unaimeza na ndani ya dakika chache unapumua vizuri. Lakini lile suluhisho la miujiza linaweza kubeba gharama kubwa mno kwa moyo wako, hasa kama tayari una shinikizo la damu au ugonjwa wowote wa mfumo wa moyo. Hebu mfikirie Mama Mariamu, mwalimu mstaafu mwenye umri wa miaka 75. Alipata mafua makali sana. Ili aweze kupumua vizuri usiku, alinunua dawa maarufu sana ya mafua kutoka lile duka la dawa la jirani. Kufika siku ya pili tu, alihisi moyo wake unataka kupasua kifua chake na kutoka nje, pamoja na kizunguzungu kikali na maumivu ya kichwa yanayopasua kama nyundo. Mtoto wake alimkimbiza hospitalini haraka sana. Vipimo vilionyesha nini? Presha yake ilikuwa imepanda angani kabisa na alikuwa ameanza kupata mapigo ya moyo yasiyo na mpangilio. Hatari tupu. Ile dawa ya kuzibua pua, dawa inayoonekana haina madhara yoyote, ilikuwa imemsukuma ukingoni mwa kifo. Kwa nini hili linatokea? Kwa nini kitu kidogo hivi kilete maafa makubwa hivi? Dawa hizi ni za kubana mishipa ya damu. Kazi yake kuu ni kubana mishipa ya damu ndani ya pua yako. Hiyo ni nzuri kwa sababu inapunguza uvimbe na unaweza kupumua hewa safi. Lakini dawa haifanyi kazi kwenye pua pekee, inasafiri mzunguko mzima wa mwili wako. Inabana mishipa ya damu kila mahali. Hili lina matokeo mawili ya kutisha kwa mtu mzima. Kwanza, kwa kubana mishipa yote mwilini, moyo wako unalazimika kusukuma damu dhidi ya kizuizi kikubwa sana. Fikiria kujaribu kusukuma maji kwa nguvu kwenye mpira wa maji ulioubinyanya kwa mkono wako. Nini kinatokea? Presha inalipuka. Presha inapanda kwa kasi ya kutisha. Hili linaweza kusababisha mshtuko wa presha ulio juu na wa hatari sana. Moyo wa uzeeni hauwezi kuvumilia ukatili huu. Pili, dawa hizi ni vichochezi. Zinafanya moyo wako upige haraka na bila mpangilio. Kama tayari una moyo uliochoka kutokana na umri, msisimko huu wa ziada unaweza kuuvuruga moyo wako kabisa. Mashirika makubwa ya afya yametoa maonyo upya hivi karibuni kuhusu dawa hizi kwa sababu zinaweza hata kubana mishipa ya damu kwenye ubongo wako. Hili linathibitisha tu jinsi athari zake zilivyo na nguvu mwili mzima. Hatari kubwa zaidi ya dawa hizi ni kwamba zinapatikana kwa urahisi sana madukani bila hata cheti cha daktari. Watu wanazinunua bila kusoma maandishi madogo na bila kufikiria hatari zake. Naomba niulize swali hapa na ninataka kusikia maoni yako kwenye sehemu ya comments hapo chini. Je, umewahi kujiuliza kwa nini dawa inayotibu pua iliyoziba inakufanya uhisi mapigo ya moyo yakienda mbio na kukosa usingizi usiku kucha? Shiriki maoni yako hapo chini. Hii ni nafasi yetu ya kuelimishana kama watu wazima tunaojali afya zetu. Andika maoni yako tuone tunajifunza nini kutoka kwa kila mmoja wetu.
Kama una umri wa zaidi ya miaka 60 na hasa kama unasumbuliwa na presha au ugonjwa wowote wa moyo, ziepuke kabisa. Ndiyo nasema ziepuke, kuna mbadala salama zaidi. Tumia matone ya maji ya chumvi puani, tumia mashine za kuongeza unyevu hewani nyumbani kwako, au dawa za kupuliza puani ambazo zinafanya kazi kwenye pua tu bila kuingia kwenye mzunguko wako wa damu. Usimruhusu unafuu wa pua yako uwe dharura kwa moyo wako. Fikiria kiasi cha pesa unachoweza kuokoa kwa kuepuka kulazwa chumba cha wagonjwa mahututi kwa sababu tu ya kunywa dawa ya mafua isiyo sahihi. Bili za hospitali siku hizi ni tishio. Hizo ni pesa ambazo unaweza kuzitumia kufurahia maisha, kula vizuri na kuwasaidia wajukuu zako badala ya kuzipa hospitali. Uamuzi wa busara unaouchukua leo ni utajiri wako na uhuru wako wa kesho. Sasa tunafika namba 2. Mada nyeti sana lakini ni ya muhimu kabisa. Afya ya akili na matibabu ya maumivu ya neva. Ninazungumzia lile kundi la zamani la dawa za msongo wa mawazo ambazo bado zinatumiwa wakati mwingine kwa ajili ya huzuni kubwa na nyakati nyingine zinatumika kutibu maumivu ya kudumu ya mishipa. Msongo wa mawazo wenyewe ni hatari kubwa kwa ugonjwa wa moyo. Ndiyo maana kuutibu ni muhimu, lakini jinsi tunavyoutibu inajalisha sana. Na dawa hizi za zamani zinaweza kuwa hatari sana kwa moyo wa mzee. Mzee Frank mwenye umri wa miaka 78 aliteseka na maumivu makali sana kwenye nyayo za miguu kutokana na ugonjwa wa kisukari alioishi nao kwa miaka mingi. Daktari wake alimwandikia dozi ndogo ya moja ya hizi dawa za zamani za msongo wa mawazo ili kutuliza maumivu ya neva. Ilimsaidia kupunguza maumivu, ni kweli, lakini alianza kupata kizunguzungu kila mara aliposimama kutoka kwenye kiti chake. Siku moja, alisimama kwenda uwani, alizimia na kuanguka chini vibaya sana. Alivunjika mfupa wa nyonga. Chanzo kilikuwa nini? Ile dawa ilishusha presha yake ghafla pindi tu aliposimama. Hili ni tatizo kubwa sana kwa wazee, lakini huo sio hatari pekee. Dawa hizi pia zinaweza kuongeza kasi ya mapigo ya moyo wakati umepumzika. Hii inamaanisha msongo na uchovu wa kila wakati kwa moyo wako unaozeeka. Moyo haupati muda wa kupumzika. Na kile kinachosumbua zaidi katika ulimwengu wa tiba, dawa hizi zinaweza kuingilia mfumo wa umeme wa moyo wako na kupunguza kasi ya misukumo ya umeme. Hili linaonekana wazi kwenye vipimo vya umeme wa moyo hospitalini na linaongeza hatari ya kupata mapigo ya moyo ya hatari sana yanayoweza kusababisha kifo cha ghafla. Sasa, unaona jinsi tunavyotibu ugonjwa mmoja na kutengeneza janga lingine kubwa zaidi? Kwa sababu hizi zote, dawa hizi za zamani sio chaguo la kwanza tena kwa kutibu wazee. Leo katika sayansi ya tiba, tunapendelea dawa mpya ambazo ni salama zaidi kwa moyo wako. Wala hivyo, bado zinaandikwa sana kwa ajili ya maumivu ya neva. Kama wewe au mpendwa wako wanatumia moja ya hizi dawa, ni jambo la lazima kuzungumza na daktari wako mara moja. Muulize, daktari, je, mmejaribu mbadala salama zaidi kwa moyo wangu? Je, presha na mapigo yangu vinafuatiliwa kwa ukaribu? Afya ya akili na afya ya mwili huenda pamoja. Unahitaji kuhakikisha kuwa matibabu ya kitu kimoja hayaharibu kitu muhimu zaidi. Hebu fikiria kwa undani. Ukiweza kufuatilia haya yote, utaepuka gharama kubwa sana za upasuaji wa nyonga uliovunjika kutokana na kuanguka, au gharama za kutisha za upasuaji wa kuweka mashine ya kusaidia moyo kupiga. Hii ni akiba kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Unajilinda dhidi ya umaskini unaosababishwa na magonjwa yanayoepukana. Maisha yako ya uzee yanatakiwa kuwa ya amani, ya heshima na ya uhuru, siyo ya kutumia akiba yako yote kwenye maduka ya dawa na kulala kwenye wodi za hospitali kwa mambo ambayo ungeweza kuyaepuka kwa mazungumzo ya rahisi na daktari wako. Daktari wako yupo tale kukusaidia, lakini wewe ndiye mlinzi namba 1 wa mwili wako. Wewe ndiye unayeishi na huo mwili kila sekunde. Kwa kuelewa madhara haya yaliyofichika, unajiwekea ulinzi imara kwa miaka mingi ijayo. Lakini bado hatujamaliza bado. Dawa namba 1 katika orodha hii ni kitu ambacho huenda umeambiwa ukimeze kila siku ya maisha yako ili kulinda mifupa yako. Na bado kinaweza kuwa kinahatarisha moyo wako kwa namna usioweza kuamini. Hili ni jambo ambalo hata baadhi ya madaktari bado wanabishana nalo, lakini sayansi ya sasa inaanza kutoa majibu yanayoshtua. Na sasa tumefika namba 1. Hili ni jambo linalozua ubishi mkubwa sana na pengine ni hatua inayojadiliwa zaidi katika ulimwengu wa sayansi ya tiba leo. Lakini ni wajibu wangu,
kama mtaalamu anayejali maisha yako ya baadaye, kushiriki nawe wasiwasi huu mzito uliopo katika jumuiya ya wanasayansi. Ninazungumzia virutubisho vya kalisi. Ndiyo, umeisikia vizuri kabisa. Zile dawa na vidonge ambavyo mamilioni ya watu wazima, mamilioni ya wazee wetu wanameza kila siku kwa imani ya kulinda mifupa yao isivunjike. Kwa miongo kadhaa, ujumbe ulikuwa wazi kabisa, haukuwa na utata. Tuliambiwa meza kalisi ili upate mifupa imara. Tuliambiwa ukitaka kuepuka ugonjwa wa kulainika na kudhoofika kwa mifupa uzeeni, meza vidonge hivi. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, mambo yamebadilika sana. Tafiti nyingi mpya na za kisayansi zenye kina kirefu zinahoji kwa nguvu zote usalama wa virutubisho hivi kwa afya ya moyo wako. Hebu nikupe hadithi ya Mama Linda, mwanamke mchangamfu wa miaka 70. Mama Linda alikuwa na hofu kubwa ya kupata ugonjwa wa kulainika kwa mifupa, ugonjwa ambao unawasumbua wazee wengi sana. Kwa hiyo, kwa nia njema kabisa, alianza kumeza vidonge vya kalisi vyenye dozi kubwa sana. Alivinunua mwenyewe, akijipangia dozi mwenyewe. Hakumuuliza daktari, aliamini anafanya jambo sahihi kwa mwili wake. Miaka kadhaa baadaye, akiwa hana hili wala lile, alipata shambulio kubwa la moyo. Ndiyo, shambulio la moyo lilompeleka chumba cha wagonjwa mahututi. Sikiliza kwa makini hapa. Mama Linda hakuwa na zile dalili za kawaida za hatari za magonjwa ya moyo. Hakuwa anavuta sigara, hapana. Kiwango chake cha mafuta mabaya mwilini kilikuwa kizuri kabisa. Presha yake ilikuwa ya kawaida kabisa. Sasa nini kilisababisha moyo wake ushindwe kufanya kazi ghafla? Jopo la madaktari lilipofanya uchunguzi wa kina, macho yao yote yalielekezwa kwenye kile kidonge kimoja. Kile kidonge cha kalisi alichokuwa na kimeza kila siku kwa miaka mingi. Inasikitisha, sivyo? Unanunua dawa ya kukulinda, kumbe unanunua tiketi ya kwenda chumba cha upasuaji. Ubishi kuhusu hili ni wa kweli na ushahidi wa kisayansi unaendelea kukusanywa, lakini nadharia iliyopo inatupa wasiwasi mkubwa mno. Kalisi inayopatikana kwenye vyanzo vya asili vya chakula kama vile maziwa, mboga za majani na matunda haionekani kuwa na tatizo lolote. Mwili wako umeumbwa kwa maajabu sana. Unapokula chakula, kalisi hiyo inafyonzwa taratibu na mwili unaitumia kwa ufanisi mkubwa sana kuimarisha mifupa yako. Hakuna shida hapo. Lakini tatizo linaanza wapi? Tatizo linaibuka unapotumia dozi kubwa sana zilizojazwa kwenye vile vidonge vya virutubisho. Unapomeza kidonge hicho, kinatengeneza kiwango kikubwa sana cha kalisi kwenye damu yako ghafla. Ni kama mafuriko ya ghafla kwenye mto. Mwili wako, kwa sababu unashindwa kutumia kalisi hiyo yote kwa wakati mmoja kwa ajili ya mifupa yako, unatafuta mahali kwa kuipeleka. Hiyo kalisi iliyozidi ni lazima iende mahali fulani. Na inakwenda wapi? Inakwenda kujihifadhi kwenye kute za mishipa ya damu yako. Mchakato huu unaitwa mlundikano wa chokaa kwenye mishipa ya damu. Mishipa yako ambayo kiasili inatakiwa kuwa laini na nyumbufu ili kuruhusu damu ipite kwa urahisi, inaanza kuwa migumu. Inakuwa migumu kama mabomba ya chuma yaliyojaa kutu ya miaka mingi. Na mishipa inapokuwa migumu, inachangia kwa kiasi kikubwa utengenezaji wa yale magamba na vizuizi vinavyosababisha shambulio la moyo. Mishipa inaziba, damu inashindwa kufika kwenye moyo, moyo unakosa oksijeni, na hapo ndipo kifo cha ghafla kinachotokea. Baadhi ya tafiti kubwa zimeonyesha kuwa matumizi ya vidonge vya kalisi yanaongeza hatari ya shambulio la moyo. Ushahidi ni mgumu kueleweka kwa mtu wa kawaida, na kwa watu ambao tayari wamepimwa na kugundulika na ugonjwa hatari wa kulainika kwa mifupa, faida za kumeza vidonge hivi zinaweza kuzidi hatari zake. Lakini somo liko wazi kabisa hapa. Wingi sio afya. Kuwa na vingi sio kuwa bora zaidi. Mkakati salama zaidi kwako wewe mzee wangu ni kupata kalisi kupitia mlo wako wa kila siku. Kula mboga za majani kwa wingi. Kunywa maziwa kama huna mzio nayo. Fikiria hili kwa kina. Kwa kufuata ushauri huu leo, unaepuka kujiweka kwenye hatari ya kupasuliwa kifua chako miaka 5 ijayo. Upasuaji wa moyo ni wa gharama kubwa sana, ni mamilioni ya pesa. Pesa ambazo zingeweza kulipa ada za wajukuu zako. Pesa ambazo zingeweza kujenga nyumba nzuri au kuanzisha biashara uzeeni. Kwa nini uzipeleke hospitalini kwa ugonjwa ambao ungeweza kuuzuika? Kama daktari wako anaamini kwa dhati kuwa unahitaji kidonge cha kalisi, atakuandikia kwa vipimo maalum. Kamwe, na narudia tena, kamwe usianze kununua na kumeza vidonge hivi peke yako bila maelekezo ya kitaalamu.
Huu ni uamuzi wa kitabibu unaopaswa kuupima kwa usahihi afya ya mifupa yako, na muhimu zaidi, hatari yako ya kupata magonjwa ya moyo. Sasa, naomba nipumzike kidogo na nikuulize wewe unayenisikiliza sasa hivi. Ndiyo, wewe mzee wangu mwelevu. Je, umewahi kushawishiwa na matangazo kununua vidonge vya kuongeza nguvu ya mifupa bila kumuona daktari? Au labda unamjua mtu anayefanya hivi kila siku? Tafadhali, andika maoni yako hapo chini. Tuambie uzoefu wako. Hii ni jumuiya ya watu wanaotumia akili na sayansi kujilinda. Ushuhuda wako hapo kwenye comments unaweza kumfungua macho mzee mwingine anayesoma na kukuokoa maisha yake leo hii. Tuongee hapo chini. Na kama unaona maelezo haya yanagusa maisha yako na wale unaowapenda, kama unaona thamani ya ukweli huu mchungu lakini unauponya, ninakuomba kwa mara nyingine, bonyeza kitufe cha subscribe. Kuwa sehemu ya kundi hili la watu wasiodanganywa na makampuni ya dawa. Tunajenga afya imara kwa taarifa sahihi. Leo tumefunua upande uliojificha na wenye giza la aina 5 za dawa ambazo ni za kawaida sana katika maisha yetu. Dawa za kupunguza maumivu na uvimbe ambazo zinapandisha presha yako. Dawa za kulinda tumbo ambazo zinaharibu mapigo ya moyo wako na kuondoa madini muhimu. Dawa za kuzibua pua ambazo zinalazimisha moyo wako kusukuma damu dhidi ya ukuta mgumu. Dawa za zamani za msongo wa mawazo ambazo zinashusha presha yako ghafla na kukuangusha chini. Na virutubisho vya kalisi ambavyo vinaweza kuziba mishipa yako ya damu. Ujumbe wangu mkuu kwako leo sio kukutisha, sio kukufanya uwe na hofu kila unapoona kidonge. Na kwa hakika, ujumbe wangu sio kukuambia uache kumeza dawa zako zote leo. Hapana, kufanya hivyo peke yako itakuwa ni kosa kubwa na la hatari sana. Usifanye hivyo kamwe. Ujumbe wangu kwako ni kukupa nguvu, kukupa mamlaka juu ya afya yako mwenyewe. Maarifa ni nguvu, na sasa wewe una taarifa zenye thamani kubwa sana ambazo wazee wengi na wagonjwa wengi wanazipuuza au hawajawahi kuambiwa. Sasa unajua kwamba kile kidonge cha maumivu ya viungo unachomeza kila asubuhi kinaweza kuupa moyo wako mzigo mzito usiouweza. Sasa unajua kwamba kile kidonge chako cha kulinda tumbo kinaweza kuwa kinavuruga mfumo wa umeme wa moyo wako. Sasa unajua kwamba dawa rahisi tu ya fua inaweza kugeuka kuwa dharura ya kitishi mwilini mwako. Tumia maarifa haya kujigeuza kuwa mshirika hai katika matibabu yako. Usiwe mgonjwa anayekubali kila kitu bila kuhoji. Madaktari ni binadamu pia. Wakati mwingine wana wagonjwa wengi sana na muda mchache. Kwa hiyo ni lazima ujitetee. Mara ya pili utakapokwenda kumuona daktari wako, nenda ukiwa umejiandaa kamilifu. Kusanya dawa zako zote. Kila kidonge, kila kirutubisho, kila vitamini unayomeza. Ziweke kwenye mfuko mmoja na uende nazo. Zitoe zote na uziweke mezani mbele yake. Kisha muulize maswali haya kwa ujasiri na kwa sauti ya wazi. Daktari, nimesoma na kusikia kwamba dawa hii inaweza kuwa na hatari kwa moyo wangu. Je, bado ndiyo chaguo nililo bora sana kwangu katika umri huu? Je, kuna mbadala ulio salama zaidi ambao tunaweza kuutumia? Je, tunapaswa kufuatilia kitu chochote kwa ukaribu zaidi? Labda kupima presha yangu mara kwa mara au kufanya vipimo maalum vya damu? Mzee wangu, kila matibabu ni mzani. Ni mzani wa kupima kati ya faida zinazopatikana na hatari zinazoambatana na dawa hiyo. Na mzani huo unabadilika sana kadiri umri wako unavyosonga mbele. Kile kilichokuwa salama ulipokuwa na miaka 40 kinaweza kuwa sumu kwako unapofikisha miaka 65 au 70. Mwili unabadilika, figo zinachoka, ini linapunguza kasi yake ya kusafisha sumu. Moyo wako umefanya kazi ngumu sana kwa miongo kadhaa. Umepiga mabilioni ya mapigo bila kupumzika hata sekunde moja, tangu ulipokuwa tumboni mwa mama yako. Moyo huu unastahili utunzaji wa kipekee sana. Unastahili heshima na ulinzi wa hali ya juu. Kuulinda moyo wako dhidi ya sumu hizi za siri ni uwekezaji bora kabisa unaoweza kuufanya kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Kumbuka, afya yako ndio utajiri wako pekee unaobaki uzeeni. Ukipoteza afya, zile pesa zote ulizotafuta kwa jasho na damu jana wako zitaishia kwenye mikono ya wamiliki wa mahospitali na maduka ya dawa. Lakini ukiwa na maarifa haya leo, utaepuka mitego hiyo yote.
Utaishi maisha marefu, maisha yasiyo na maumivu yasiyo ya lazima, maisha ya kucheza na wajukuu zako, maisha ya kujitegemea na kutokuwa mzigo kwa watoto wako. Hilo ndilo lengo letu. Huko ndiko tunakotaka kufika. Kwa hiyo, usichukulie dawa yoyote kama kitu cha kawaida tu. Haijalishi imezoeleka kiasi gani, haijalishi kila mtu anaimeza, haijalishi inauzwa kila duka, usiamini bila kuihoji. Na sasa, ninakuomba jambo moja la mwisho kabla hatujamaliza mazungumzo yetu ya leo. Tafadhali, shirikisha uzoefu wako hapo kwenye sehemu ya comments. Je, kuna jambo lolote katika maelezo haya ambalo limekushangaza au kukushtua sana? Je, umegundua kosa ambalo umekuwa ukilifanya kwa miaka mingi bila kujua? Uzoefu wako unaweza kuwasaidia wengine kujifunza. Hadithi yako inaweza kumpa ujasiri mzee mwingine kuacha matumizi mabaya ya dawa. Tuambie hapo chini na nitaingia kusoma na kujibu. Na kumbuka, siku zote, zungumza na daktari wako kwanza kabla ya kufanya mabadiliko yoyote. Hilo mazungumzo tu, yale maswali mawili au matatu utakayomuuliza daktari wako, ndiyo hatua muhimu zaidi unayoweza kuichukua leo ili kuupa ulinzi wa moyo wako kwa ajili ya kesho yako. Jilinde sana, tunza moyo wako na uishi kwa amani.